Mizigo. Mizigo. Hey. Uko kwa hii nyumba kweli? Mizigo. Yes, ma'am. Saini saa ngapi wewe bado unalala wewe? Ni nini baya? Mizigo. Mama, mimi ni mgonjwa. Mgonjwa? Mimi ni mgonjwa mbaya. Mgonjwa unasikia aje kwani? Sijui ni malaria ama ni kitu gani? Unaumwa na wapi kwanza? Natetemeka mwili yote. Unasikia baridi mwili yote? Alafu? Sasa inabidi nilale. Ilianza lini? Imeanza leo. Saa asubuhi ama usiku umelala vipi? Usiku yote imeanza tu kufikia saa hii. Sijisikii mzuri. Hata kuamka ni shida? Unatetemeka vibaya? Na joto iko juu? Sisikii mzuri. Hii malaria ni kali sana. Mpaka mizizi zinajichora kwa kichwa. Munipeleke hospitali. Hebu acha kwanza nitafute baba yako. Munipeleke hospitali. Hapana. Mtu ako mbaya. Baba Mizigo. Hebu kuja. Kuna nini? Kuja. Mizigo hajaamka mpaka sasa hivi kumbe ni mgonjwa. Ni mgonjwa, amekuwa mgonjwa tu. Hakuna shida, atapona tu. Hakuna shida? Hakuna. Mtoto joto iko juu, ona venye mizizi imejichora kwa kichwa. Paka natetemeka. Hakuna maneno, hata nini tu, atafanya nini? Atakuwa tu sawa. Si unajua nataka tupeleke hospitali. Sisi si unajua dini yetu hairuhusu tupeleke hospitali. Dini iruhusu tupeleke hospitali ndio kusema nini? Huyu tunamwekelea tu. Wachana na mambo ya dini, inasema tupeleke mtoto hospitali. Naamini. Unajua nakwambianga ni vizuri kufuata imani. Kufuata imani ya dini. Unapeleka hospitali na unakuwa na imani atapona. Hapana sema unaekelea mkono ukiwa na imani. Unaekelea tu mkono. Mtoto wako serious wewe. Wacha nipigie pasta. Mtoto wako serious. Wacha nipigie basari. Basari wakuja ufanye nini? Si wamwekelee tu mambo ya kusema dini yetu iruhusu kwenda hospitali. Mtoto aende hospitali. Hebu jipange mtoto aende hospitali. Tafuta pikipiki. Wacha nipigie. Unapigia nani? Wewe unavyo mtoto anakaa. Napigia pasta. Wacha nipigie pasta. Sio unajua tu sheria ya dini yetu haikubali tupeleke mtu kwa hospitali. Sio kwani wewe ni mgeni? Lakini mtoto ako serious. Hakuna serious. Sitapata maneno ya dini na mtoto kama singekuja kwa hii nyumba, wewe kama mzee wa Ibu, ulikuwa unajua kijana wako hajaamka. Najua lakini mimi nina imani bila dini yetu inasema ya kwamba mtu akiwa mgonjwa aekelee tu mikono na apone na ungekuwa ushaekelea mkono. Hapana unaita pasta. Pasta ndio ana nguvu. Na ukimpata kama yuko yeye ni mteja? Bado anaweza sema tu neno hata akiwa huko na apone. Wewe elewa. Sio tumeishi na wewe. Wewe fanya hivi, uite pikipiki tupeleke mtoto hospitali. Ni nini? Wewe umeguza kwanza mtoto mwenyewe umemwona. Unajua umekuja na umekaisha pale chini unasema uko na imani. Umemguza. Sasa mimi sina shaka na vile dini yetu inasema. Unajua ukikataa mambo ya dini unamkataa Mungu. Sasa harakisha na hiyo mapasta yako sijui ndio vitu gani? Nataka mtoto aende hospitali. Unaona? Hizi ndio ngoja mtoto akikufa atakuwa ni shujaa. Ataenda mbinguni. Wewe bana, hapana ongea kama mtu mwenye ana akili bana wewe. Bana. Afadhali. Hii ni mwanaume gani? Dini inasema kuishi ni Kristo na kukufa ni faida. Akikufa ni faida atakuwa ameenda kupumzika kwa Baba. Lakini tusikaidi mambo ya dini. Dini inasema afadhali mtu aende lakini afadhali mtu akikufa akiwa ndani ya dini ataenda mbinguni. Na hata Biblia bado inasema Mungu anasaidia mwenye anajisaidia. Hapo umedanganyia Biblia. Wacha mimi nipigie. Wewe misiko wewe utapona. Hapana kuwa na wasiwasi. Mimi nataka kutafuta pikipiki bana. Mimi hautashinda unaniambia hapa wewe. Unaniambia ati wewe unapigia pasta. Unajua mimi ndio kichwa ya hii nyumba. Na mimi nikisema hakuna pikipiki itabeba mtu hapa. Wacha mimi niita pasta. Niambie pasta akuje. Amwekelee mikono vile dini inasema. Wewe umeshaita hiyo pasta yako kitambo. Unaendelea kubishana nini? Sawa nyamaze wewe tulia. Endelea kuita pasta yako atapiga kama mimi nimeshaita pikipiki. Wewe misiko, wewe unaelewa imani yetu. Na wewe kuwa tu na imani, wewe utapona. Hii ni malaria tu, ni mambo kidogo. Unajua hata ukikufa hakuna maneno, utaenda mbinguni. Hivyo nikufe. Ukikufa yote tu ni ya Mungu. Yote ni ya Mungu, lakini mambo ya hospitali wachana nayo. Wacha mimi nitafute namba ya pasta hapa, nimwambie akuje. Sasa niombe basi. Wacha akuje. Ama niombe basi. Hapana,
Pana kuwa na wasiwasi sana. Bali nasikia mbaya nenda. Halo. Nataka kuongea na pastor. Sasa kuna huyu kijana huyu ameanza kutetemeka hapa. Anasema unakuja? Haya, kuja. Anakuja. Sasa kitu ya muhimu ni kufuata dini vile inasema. Ukifuata mambo ya dini inasema utaishi maisha mazuri na hutakuwa na wasiwasi. Pana kubali mambo ya mama yako. Umesikia? Unajua mama wanakuanga na wasiwasi, wanakuwa na mashaka. Hata ndio wanaruhusu shetani analeta shida. Lakini ukiwa na Mungu mambo inakuwa tu mzuri. Sawa sawa. Nafikiri hata karibu akuja. Waje nimngojee huko. Kwa hivyo nikufe? Hutakufa.